Hii ni bajeti ya kwanza kuelekea dira ya 2050. Na namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, ameelezea vizuri uelekeo wa dira hii ya 2050. Lakini hoja yangu mimi ni jinsi gani mipango yetu ina aksi hii dira ya 2050. Najiuliza, je, sekta zetu zote zinajielekezaje kumfikisha Mtanzania wa leo kwenye 2050? Kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, napokaa hapa tuko bungeni, naona kabisa mawaziri wetu, Mheshimiwa Waziri, ukimwona Mheshimiwa Waziri Shemdoe na timu yake wapo kwenye field wanahakikisha tupate matokeo. Lakini nani yuko ofisini kwa ajili ya kuandaa TAMISEMI ya 2050? Ukimwona Waziri Aweso anashughulika na maji, ameenda China, anakuja wapi, lakini nani kabaki ofisini kuhakikisha kwamba Wizara ya Maji ya 2050 itakuwa hivi? Kwa hiyo rai yangu hapa ni kwamba kuna haja sasa rasmi tuwe na kitengo maalum kwenye kila wizara, kila taasisi cha ubunifu na mabadiliko makubwa ya kuiandaa sekta ya zote za Tanzania kwa ajili ya 2050. Maana yake tunasema future ready economy au future ready government. Lazima tuwe na vitengo ambavyo vinakaa ofisini, kwamba wakati hawa wako field wanafanya kazi hii, lakini hatoki kwenye mstari. Tunataka sekta ya afya iwe hivi kwa 2050, sekta ya ujenzi, sekta ya maji tuwe nazo tayari na mwelekeo mzuri ambao unatuongoza. Na katika hili Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe tunapokuwa tunafanya kazi au wizara zetu, tunaomba Mheshimiwa Waziri Mkuu aje na ajenda ya kuchangamana au kuincorporate hizi wizara zishirikiane, kwa sababu kwa sasa unavyoweza kuangalia kila wizara inafanya kazi peke yake. Aliwahi kuongea Mheshimiwa Msukuma pale, alikuwa mfano mdogo, akasema barabara ya kutoka airport kuja posta hapa Dar es Salaam ina kona nyingi sana ambazo hazina umuhimu wa kuwa nazo. Lakini ukiangalia ni kwamba Wizara ya Ujenzi haina mahusiano na Wizara ya Utalii. Sisi tunavotoka kwenda Dubai tunashangaa barabara ya Sheikh Zayed Road ni barabara tu. Barabara hii nayo ni utalii, sio mpaka uende msituni. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia Wizara ya Kilimo, au tubaki hapo kwenye Wizara ya Ujenzi. Wizara ya Ujenzi lazima ishirikiane na Wizara ya Nishati, sio unajenga halafu mtu anakuja kuvunja anapitisha nguzo. Wizara ya Maji, barabara imejengwa, huyu anakuja kuvunja apitishe bomba. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho kabisa, mfano tu, Wizara ya Kilimo lazima ikae na Wizara ya Elimu. Haiwezekani muda huu hatuna graduate anaweza akasema, au wanatoka graduate sasa hizi wanakuja hana elimu inahusu madini. Wapo graduate hawana elimu kuhusu kilimo, wapo hawana elimu kuhusu utalii. Maana yake hatushirikiani Wizara ya Kilimo na Wizara ya Elimu kuona kwamba tunatoa graduate gani kwa ajili ya kuiandaa Tanzania, na uchumi wetu wote uko kwenye kilimo,